Naomba uniache. Misondo. Unaenda wapi mke wangu? Naomba niache niondoke. Mimi siwezi kukaa na njaa. Siwezi kufa na njaa kabisa. Naomba niache niondoke. Naweza kujitegemea. Nisikilize basi. Mbona unakuwa una mapepe hivyo? Acha kutumia hasira mke wangu. Na hichi kinachotokea cha kunyima chakula, hizo ni hasira zao tu, na zikipungua wataturuhusu tule kilo safi. Eti hizo ni hasira zao tu. Hasira zikiisha wataturuhusu tule chakula. Hivi una akili kweli? Hivi ni mwanaume wapi? Mungu wangu, sijui nimekokota wapi mimi. Baadaye utoke ukafanye kazi huko, ulete chakula hapa tule, eti subiri hasira zao zikiisha watatupa chakula. Una akili kweli wewe Misondo? Niache mimi niondoke. Misondo. Nahisi unijui vizuri wewe. Mambo yote ndio. Mwanaume wewe kufanya kazi na karatasi. Mke wangu. Asante sana dokta. Sijui hata nikulipe nini. Maana sikutegemea kwamba nitaona tena. Yaani hata sijui nikushukuru vipi baba yangu. Wala haina haja wewe kunishukuru. Kwa sababu aliyekuponya sio mimi. Ni Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuponya. Hata hivyo, mimi nimefanya wajibu wangu tu kama daktari. Unajua tatizo lako haukulipata utotoni. Na ilikuwa rahisi wewe kupona kwa muda wowote ule. Lakini kutokana na uhaba wa pesa, labda ndio maana imepelekea mpaka muda huu ulikuwa bado hujapona. Ila ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, sasa upo salama. Ndio maana nakushukuru sana dokta. Maana mimi sikuwa na pesa za kulipia matibabu. Ila wewe umeamua kujitolea na kunisaidia. Na ndio maana nakushukuru sana dokta. Dokta, asante sana. Maana nilikuwa natamani sana hii siku ifike, ili niweze kumuona mamangu akiona na kuangalia. Na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kulifanyikisha hili kwa kupitia wewe. Asante dokta. Unajua nini shemeji? Labda yule mwanamke ameondoka. Maana alikuwa ananieleza sana. Mara nataka hela kusuka, mara hela vijora, mara hela mchezo, vitu kibao anahitaji mpaka kana nachoka. Sika tokea Bongo. Sasa mimi hapa shemeji, kazi yangu iliyobaki ni kula, kulala, kuangalia katuni. Basi sina kazi nyingine iliyobaki. Alafu yeye nadhani amenikomoa. Lakini mimi najua upili ukinibana shemeji, uwezi kuanza kuninyima shilingi 2000, 3000. Nikala zangu utaandika Riverside kujinunulia zangu utamu. Maana nasikia siku hizi zimeshuka bei. Hadi buku 2 unapata. Kwa mimi najua ukinipa buku 2, buku 3, nenda zangu na kujilimbwasa huko, nikuli zangu nimetulia. Kwa hiyo sasa amenikomoa. Ndio kwanza kampiga chura teke. Mambo yangu yananinyokea mwenyewe.
Vipi mdogo wangu? Fresh tu. Vipi? Mbona unaondoka? Ina maana hutaki kukaa na mama akuone? Kwa sababu ni muda mrefu sana hajatuona. Lakini leo ana uwezo wa kutuona. Tena tukiwa tumebadilika mno. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe karibu yake. Ili aweze kutuona mpaka hamu yake iishe. Wewe. Mbona sikuelewi? Unazungumzia nini? Ina maana mama hajakwambia kama amepona? Amepona? Shemeji, kwa kuwa umekaa hapa nyumbani muda mrefu sasa hauna kazi, nimeamua nikutafutie kazi. Kwa hiyo kuanzia leo na wewe utakuwa unafanya kazi. Na wewe unaomuona hapa anaitwa Side Mnyama aka Saidi Ngumijiwe, na kazi yake bwana ni kuwafundisha vijana ubondia, yani kuwafundisha watu kupiga ngumi. Sasa kwa kuwa shemeji yangu upo tu na hauna kazi ya kufanya, nimeamua nikutafutie kazi ya ubondia, na huyu bwana ndo atakuwa mwalimu wako. Kwa hiyo ndo atakuwa trainer wako na ndo atakuwa mwajiri wako kuanzia sasa. Na kwa maana hiyo basi, leo utaondoka na huyu bwana na mtaenda kuanza kazi. Shemeji, au mimi ndo sijakuelewa. Ile mimi ndo nini kajifunza ubondia? Ndiyo shemeji, kwa sababu hata hivyo nimeangalia kazi zote, nimeona hii ndo kazi inayokufaa shemeji yangu. Hata hivyo, nadhani ungeenda kujiandaa ili uongozane na mwalimu wako. Shemeji, mwacha masiara basi. Wewe Pimbi, hebu kajiandae kwa tuondoke. Shemeji, si unajua kabisa mimi naumwa. Wewe. Nitakupiga vikombe, hebu kavae tuondoke. We Pimbi, asoma mizigo ya nini hapa? Shemeji, nimepokea simu ya ghafla kutoka mkoani kwa mazao yangu yameharibiwa na tumbili, pia na baadhi ya mifugo yangu imefariki. Sasa itanibidi niwahi kurudi nyumbani nikatatue hii changamoto. Sasa shemeji, na vipi kuhusu hii kazi niliyokutafutia? Mimi nadhani ilikuwa riziki upande wangu, na wengi wanasema kisicho riziki hakiliki. Mimi nadhani acha tu niende, tutakutana na wakati mwingine. Same, hivi wewe ni mtoto wa aina gani? Yaani unakosa huruma hadi kwa mama yako? Yaani kipindi chote hichi mimi nalalamika na hivyo hela zangu. Kumbe ni kweli wewe ndio unaiba. Alafu mdogo wako akisema wewe unakuwa mkali. Hadi unataka kumpiga. Kumbe ni kweli wewe ndio mwizi wa hela zangu. Same, yaani mimi nahangaika kuombaomba huko barabarani. Najua yote, mvua yote. Alafu ndio unakuja unaiba hela zangu. Yaani wewe mtoto, mbona unalewa kikatili namna hiyo? Yaani hata huyo mnyama hawezi kufanya mambo kama haya kikatili kumfanyia mama yake. Yaani kweli nimeamini kuzaa sio kupata. Yaani nilitegemea wewe mkubwa ndo kumuongoza mdogo wako. Lakini unashindwa akili na mdogo wako. Same, yaani umevunja sana moyo wangu. Kipindi chote nilikuwa nakutetea, niliamini kwamba huwezi kufanya mambo kama hayo. Kumbe ni kweli Same ndo ananibia mimi. Mama, nilikuwa naomba unisamehe tu. Kiukweli niliteleza kama binadamu. Na wanasema mtoto akinyea mkono haukatwi, ila unasafishwa na maisha mengine yanaendelea. Leo mimi nakiri mama, nimekukosea sana mama yangu, naomba unisamehe. Unaomba msamaha kweli au unaomba kinafiki? Kwa sababu mama singekuona leo, singekuwa shamwibia. Kwa hapo unaomba msamaha tu kwa sababu umeumbuka, ila sio kwamba umebadilika. Wewe. Alafu nikiwa naongea na mama yangu sipende kuingilia. Nitakuja nikutie makofi sasa hivi ujue.
Sema fyosa nikutie mikofi sasa hivi. Mkubwa, kweli mimi najutia sana nilichokifanya. Nipo chini ya miguu yako mama. Naomba unisamehe baba yako. Na mimi nakuahidi kabisa mama, sitarudia tena. Nisamehe basi mama. Mimi mwanao, ukiendelea kununa hivyo, mimi unafikiri nitaishi vipi? Basi mama, mimi nilikuwa naomba unisamehe mama. Kweli kabisa mimi sitarudia tena. Wallahi wabillahi watallahi, yani sitarudia tena kabisa. Nisamehe basi mama. Sawa, nimekusamehe. Kweli mama, nisamehe. Asante sana Mwenyezi Mungu. Kweli umenisamehe mamangu? Alafu mama, kuna ile hela nilichukua, nilikuwa naomba unisaidie 3,000 tu. Mume wangu, najua vile vitendo ambavyo alikuwa anaifanya kaka yangu Misondo vilikuwa vinakukera sana, na sio wewe tu, hata mimi nilikuwa nakelekwa, na nilikuwa namweka vikao vingi vya kumsema ili abadilike, lakini alikuwa badiliki. Kwa hiyo naelewa jinsi gani alikuwa anakukera, lakini pia nikushukuru kwa kumvumilia, maana umemvumilia muda mrefu kero zake na fujo zake, lakini huu uamuzi uliochukua kumfukuza kaka yangu utaniletea matatizo sana. Maana ataenda kunitangaza nyumbani kama mimi labda siwezi kuishi na ndugu zangu, siwajali, na kwa ninavyojua ukoo wetu, hili litakuwa ni tatizo kubwa sana kwangu. Na ndio maana mimi nilikuwa nakuombaga umvumilie tu, kwa sababu nilikuwa naepusha mengi. Lakini mimi mbona wala sijamfukuza kaka yako? Yeye mwenyewe tu ameamua kuondoka. Nini? Yaani Misondo tu ameamua aondoke mwenyewe? Ndiyo. Yeye mwenyewe tu ametoka na mamizigo yake kichwani. Nikamuuliza shemeji wapi? Akasema mpigiwa simu, kuna dharura imetokea, sijui shamba lake la mahindi kuna wafugaji wamelisha ng'ombe. Kwa hiyo anaenda kusuluhisha mgogoro wa shamba lake. Sasa mimi ningemzuia jamani. Kwa hiyo nataka kuniambia kabisa Misondo ameondoka yeye mwenyewe? Kweli ameondoka mwenyewe. Makubwa. Ila bora tu alivyoondoka. Maana mimi mwenyewe alikuwa ananiuzi. Maana nilikuwa naona muda sio mrefu ataenda kunivunjia ndoa yangu sasa. Lakini hapa moyo wangu una amani kabisa, na ninajua sasa ndoa yangu itakuwa salama. Nakupenda. Nakupenda pia.